Hii movie inaanzia hapo kwa mwanadada anaitwa Chinasa na mwamba anaitwa Kingsley. Wako kwenye mahusiano kwa muda mrefu sana na wanapendana kinoma unaambiwa. Lakini hali ya Chinasa kwa sasa sio nzuri sana, anahitaji faraja kubwa sana kutoka kwa mwamba. Tutajua hapo mbele nini kimesababisha kuwa kwenye hii hali kwa sasa. Basi bana Kingsley akabidi amkumbatie pale na kumpa faraja. Basi akawa anakumbushia jinsi mara ya kwanza walivyokutana na ilivyokuwa na vitu vilivyomvutia kwake. Lakini Kingsley haielewi nini ambacho kilimvutia Chinasa paka akamkubalia. Na hapa akawa anamwambia, we ni nyumba yangu Chinasa, we ni sehemu ambayo natakiwa kuwa. Nataka kujenga maisha na wewe, ndio maana nafikiri tunahitaji mapumziko. Chinasa akashtuka, haelewi mapumziko ya nini? Kingsley akasema yepo wote, lakini hilo lilimpagawisha sana Chinasa. Kingsley akasema, najua hii hali ni ngumu, lakini tunapaswa kufanya hivyo kama tunahitaji watoto na kuoana. Chinasa akazidi kuchanganyikiwa tu, akalia kwa uchungu sana. Kingsley anahitaji waachane kwa muda ili wajenge vyema mahusiano yao, lakini hili ni gumu sana kwa Chinasa. Kitu ambacho kinamfanya Kingsley afikirie kupiana nafasi na Chinasa ni kwa sababu Chinasa ishatoa mimba 7 za mwamba. Sasa mwamba anaona aibu, hataki kuendelea kumfanyia hivyo kwa sasa. Na hapa akamwambia, unajua siwezi kukaa mbali na wewe tukiwa pamoja. Hii ina maana gani? Haya sio makosa yako, ni makosa yangu mimi. Nipe muda nikapambane mwenyewe. Nitarudi kwa ajili yako Chinasa. Tutakuwa na ndoa yenye furaha na ya muda mrefu sana. Sasa kumbe Kingsley alikuwa akimshawishi atoe mimba kila alipopata ujauzito. Na hapa wametoka kutoa ujauzito wa 7. Na yote ni kwa sababu mchizi hataki kupata mtoto kwa sasa. Na hapa akamwahidi atarudi kwa ajili yake. Filamu inaitwa Unbound, nami nakuletea story inaitwa Davijo. Sasa ni muda mrefu umepita, Chinasa akaona Kingsley anafunga ndoa na mwanamke mwingine, tena akiwa mwenye furaha kinoma. Kumbuka mwamba alimwahidi atarudi kwa ajili yake. Hii ilimuumiza sana. Basi hiyo ilimfanya Chinasa alie kinoma na ilimpelekea kuwa na mawazo sana. Na hapa anakumbuka maneno mazuri ambayo aliambiwa na Kingsley kipindi wanaagana. Basi roho ikawa inamuuma kinoma. Hebu fikiria kama ungekuwa wewe, ungefanya nini hapa? Sasa kutokana na maumivu ambayo anayapitia moyoni, Chinasa akaja baharini kulia na Mungu wake. Picha linaanza, akavua nguo zote manene. Kisha akasema, kisasi ni juu yangu. Mungu umesema kwenye neno lako Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 35 kwamba kisasi ni juu yangu na nitalipa, na siku yao itafika tu. Wataanguka, matatizo yatatawala kwenye nyumba zao na hukumu yao itawajia. Ni neno lako, sio neno langu hili. Kwa hiyo Kingsley Ibekwe, umechukuliwa kwangu, umeniumiza moyo, umechukua watoto 7 kwangu na ukanitupa kama vile sina thamani vile. Kwa hiyo leo nakulaani Kingsley Ibekwe kama mwanamke ambaye umemharibia, umemwondolea vyote na umechukua watoto wangu 7. Nakulaani Kingsley Ibekwe. Chinasa akachukua na uchanga wa bahari akasema, uzito wa uvu wako ukuteketeze. Dunia itaukataa mwili wako Kingsley. Utaomba ufe na kifo kitakuwa mbali na wewe. Kingsley, kutoka ndani ya moyo wangu nakulaani. Nakulaani Kingsley. Basi Chinasa akawa anaongea kwa uchungu kinoma. Baada ya muda kupita, Chinasa aliolewa na huyu mwamba anaitwa Dewale. Kwa sasa Chinasa anasumbuliwa na tatizo kwenye uterus, kiasi kwamba anaweza kabeba ujauzito na akajikuta anapoteza maisha tu. Kwa hiyo kifupi, haruhusi kubeba ujauzito tena. Hii inatokana na kutoa ujauzito mara nyingi. Chinasa anaumia kishenzi yani. Hii itakuwa ni ndoa ya namna gani sasa? Chinasa akaja kumlilia Mungu kwa uchungu mzito mno. Alilia sana na Mungu wake. Anaona huu msalaba ni mzito sana kwake, hadi kufikia hapa amechoka kinoma yani. Kwa nini usinisamehe na mimi kama visi ulivyomsamehe Kingsley? Lakini kwa nini mimi nateseka peke yangu tu? Mungu nijibu. Basi Chinasa akawa anaomba kwa machungu kinoma. Chinasa akiwa amekaa kanisani, kaja huyu mama anaitwa Mama Kemi. Akamuuliza kama kitu kipo sawa, yaani alimuona kama ni mtu mwenye tatizo sana.
Lakini Chinasa akamwambia kila kitu kipo sawa tu. Mama Kemi akasema mimi pia ni mwanamke, naweza kuelewa mateso ya mwanamke. Chinasa akasema samahani, sidhani kama unaelewa. Mama Kemi akasema nimetumika kwenye nyumba zaidi ya miaka 16. Nimeona wanawake kama wewe wanakuja tu hapa, lakini wachache wanaondoka na walichokifuata. Ambacho ni nini? Majibu. Mpenzi, umebeba mzigo mzito, inapaswa ushushe sasa. Chinasa akasema hawezi. Roho iliyovunjika huvunja mifupa, unapaswa ufanye hivyo. Kwa nini aniombe mambo makubwa kiasi hicho? Mimi siyo yeye, sina nguvu ambazo anazo yeye. Namaanisha amefanya hilo liwe wazi kwa namna ambayo inaumiza. Sasa kinachomuumiza Chinasa ni kuwa amekaa miaka 7 na ameadhibiwa yeye peke yake kwa dhambi ambayo wameifanya wote wawili. Inaonekana kama mtetezi wangu ameondoa uso wake kwangu. Mateso yake yako wapi? Chinasa anachokitaka mateso anayopitia yeye na Kisley apitie. Maana kama ni dhambi wamefanya wote, kwa nini aadhibiwe yeye peke yake? Swali ndio liko hapo sasa. Hadi hapa ameomba, amefunga na amefanya kila kitu, lakini Kisley amepata kila kitu ambacho Chinasa anakihitaji kwenye maisha yake. Ana watoto, ana mke, ana maisha yenye furaha. Inamuumiza kinoma. Nawezaje kumsamehe mtu ambaye hajapitia mateso yoyote? Hata we hauna majibu. Sawa, anaweza kuwa mwema lakini na hasira. Warumi 9:15. Nitakuwa na huruma kwa wale watakaowachagua. Vipi kuhusu mimi? Vipi kuhusu maisha yangu? Kwa nini umekuwa jamani, Ungepeleka machungu yako pengine, lakini ndio maana umeyaleta hapa. Najua unavyojisikia. Hasira, maumivu, umesalitiwa na mbingu yenyewe. Niliwahi kubeba majeraha yangu kama mzigo na nikatarajia Mungu ataonesha neema yake, lakini hakufanya hivyo. Lakini siku moja nikagundua kuwa sikuwa tayari kuokolewa. Sikuwa tayari kuachilia. Mungu alinibariki sana, lakini sikuona. Nilifungwa na ukweli kwamba nilitaka mtu mwingine apate sehemu ya maumivu yangu. Mwisho nikaendelea kusalia kwenye kifungo changu, lakini ghafla milango ikafunguliwa. Mstari wa 16 ni Mungu anayechagua kumpa neema. Hatuwezi kuchagua sisi. Umefika mwisho wako Chinasa. Ni sehemu yenye maumivu sana, inaogopesha mno, kwa sababu tukifika mwisho wetu tunakuwa tumesimama kwenye mwanzo wa Mungu. Maneno ya Mama Kemi yakampa faraja ya kipekee Chinasa. Alilia kwa uchungu kinoma yani. Baada ya muda Chinasa akarudi nyumbani. Mume wake alikuwa na wasiwasi kinoma yani, kwa sababu alimpigia sana simu hakumpata. Chinasa akasema yuko sawa, lakini anataka kwenda kuonana na Kisley tu. Upande wa pili huku Kisley anaishi maisha ya furaha kinoma na familia yake. Mara akasikia mtu anagonga mlango. Alipoenda kufungua akamuona Chinasa. Noma sana hii. Kila mtu ikamuumiza kishenzi hii hadithi. Lakini Kisley akaomba msamaha kwa maumivu yote ambayo alimsababishia Chinasa. Mamba akapiga hadi goti ili kuomba msamaha. Basi bwana Chinasa akamsamehe Mwamba na amechagua kuanza maisha mapya. Lakini wakati anaondoka Chinasa akafuatwa na mke wa Kisley. Akasema ameambiwa kila kitu na Kisley na akasema kuwa anaamini siku moja Chinasa naye atapata mtoto. Basi kama vipi mke wa Kisley akaomba amwombee Chinasa ili amkabidhi kwa Mungu. Basi maombi yakapigwa pale. Baada ya siku kupita Chinasa kapelekwa hospitali. Basi Mwamba akawa na wasiwasi kinoma kuhusu mke wake. Unaambiwa daktari alipotoka akasema kila kitu kipo vizuri. Vipimo vya mwanzo vinaonyesha kuwa mke wako ana kijusi tumboni mwake kwenye jumba la uzazi. Huu ni muujiza. Mwanamke ambaye alizaniwa hawezi kupata ujauzito tena hatimaye amepata ujauzito, na furaha aliyoitamani kwa muda mrefu hatimaye ameipata Chinasa. Sasa nikwambie kwamba kwenye maisha tunafanya makosa mengi sana, lakini yupo Mungu ambaye anaweza kukupa tulizo la moyo wako na akakusafisha kisha ukaanza upya. Na nikwambie kwamba ili uweze kuanza upya kwa Mungu inatakiwa usafishe kila kitu ambacho kipo ndani ya moyo wako. Hakikisha kila mtu ambaye amekukosea, hakikisha unamsamehe. Na kama kuna kifungo ambacho umekifunga kwa ajili ya mtu, hakikisha unakifungua ili neema na baraka zizidi kuingia katika maisha yako.
kisha Mungu ataanza maisha yako mapya na yenye furaha sana. Na hiyo ndiyo njia pekee nzuri ya kuishi kwenye huu ulimwengu wa sasa. Na hapo ndio mwisho wa movie hii inaitwa Unborn. Ulikuwa nami Davidio, usisahau kusubscribe na kuturn on notification bell.